Neno limesema. Bwana atusaidie sana. Na Mungu atupe neema sana. Tumtake Mungu na nguvu zake ili zitukalie ndani yetu, ili zijenge amani ndani yetu. Makelele na magomvi yote yaondokane. Haleluya. Mungu hapendi mahali ambapo kuna machafuko, hasira, ghadhabu. Haleluya. Tumuombe Mungu atusaidie. Mimi sijui unapoishi, sijui maisha yako, lakini Roho Mtakatifu tunamhuzunisha kwa vitu vingi. Ndio maana inafika wakati tunakuwa na ukame wa kiroho, tunakuwa katika hali ya ukavu wa kiroho, tunakuwa na ugumu wa kiroho, tunakuwa na ugumu hata wa utendaji wa kazi ya Bwana, kwa sababu ya vitu ambavyo vinatuzunguka na kutupotezea muda kuweza kutafakari ukuu wa Bwana na utendaji wa Mungu vizuri zaidi, kwa sababu tunaishi katika hali ya ubinadamu zaidi. Tunasahau kwamba sisi tuna safari ya kwenda mbinguni, tunasahau kwamba sisi si wa duniani, sisi ni watu wa mbinguni. Kwa maana hiyo tumshirikishe Mungu maisha yetu, ili maisha yetu ya kiroho yapendeze zaidi, tuondokane na maghadhabu na mahasira na kelele zaidi. Bwana asifiwe sana. Unajua kuna vitu vinapunguza nguvu ya Mungu ndani yako, alafu wewe unaona kwamba ndio hivi ninavyoishi, mimi ndivyo nilivyo Bwana. Wewe sivyo ndivyo ulivyo. Yuko Mungu anayeweza kukusaidia na kukuondolea hizo ghadhabu na makelele na mahasira kwa jina la Yesu. Mwingine anajijengea kwamba mimi Bwana ndivyo nilivyo, mimi nina hasira sana, mimi mtu haniwezi Bwana. Yuko mmoja tu anayeweza, Yesu Kristo na Roho Mtakatifu wake. Anaweza kutiisha, anaweza kukupa maneno machache ya kuongea. Mimi huwa natoka na pia Roho Mtakatifu, sasa tiisha kinywa changu. Roho Mtakatifu, tiisha akili zangu, mawazo yangu, najikabidhi kwako, nipe maarifa na hekima. Bwana asiwe sana. Zaidi ya yote nitafakari yale ambayo yanapendeza, uniondolee mawazo mabaya katika jina la Yesu. Haleluya. Tumtake Bwana na nguvu zake katika maisha yetu, ili tuweze kuishi maisha matakatifu ya ushindi na kuyafanyia kazi yale yote tunayojifunza mahali hapa, ili tuweze kuwa washindi katika ulimwengu huu wa maovu. Shangilie Yesu. Amina. Tusimame.